ninakuamini bado, ninakuamini bado, ninakuamini bado, ninakuamini. Sema bado, bado, ninakuamini bado, ninakuamini Yesu bado, bado wewe ninakuamini bado, bado sitamwacha kukuamini wewe bado, bado ninakuwa Yesu nasema bado, mimi nakuamini wewe, nina uhakika na wewe Bwana, nimekuona maishani mwangu, nimeshuhudia matendo yako Bwana. Unajua wakati mwingine tunaposema bado tunamwamini, kuna mtu haelewi. Mimi wakati mmoja nikiwa kwenye hiyo wheelchair, nilikuwa ninaimba huu wimbo, nilikuwa na uimba usiku na mchana, nikimwambia hata kama niko kwenye wheelchair bado ninakuamini, ninajua ya kwamba siku moja nitarudi kutembea. Hata kama nimepoteza mume, nimemzika, bado ninaamini ya kwamba Bwana utanipa ndoa nyingine. Hata kama nimepoteza watoto wengine, bado Bwana naamini kuna jambo utanitendea. Haleluya. Amen, amen. Praise God. Amen. Ambia mwenzako huyo ni ushuhuda. Mimi ni ushuhuda. Mwambie huyo ni ushuhuda. Nataka nikuambie, kama wewe hauamini Mungu wako, basi amini tu wangu. Kama wewe hujamuona wako, acha nikuambie mimi nimemuona Mungu. Nimemshuhudia katika maisha yangu. Amenitendea mambo ya ajabu. Niko tu hapa usiku wa leo kwa ajili ya kumtia mtu moyo. Maana kuna watu wanahisi ya kwamba hali ambazo wako ndani zimewafikisha mwisho. Lakini mimi nimekuja kukuambia hakuna jambo lililo gumu mbele ya Mungu. Kile kinaonekana gumu kwako hakijamshinda Mungu. Haleluya. Haleluya. Mimi ninakumbuka nilifanya harusi mwaka wa 2020 Disemba. Na ndipo nilianza maisha ya changamoto nyingi sana. Nilipofanya harusi nikaingia katika ndoa. Mnaweza mkaketi tu kidogo. Nilipofanya harusi nikaingia katika ndoa, nilikutana na changamoto nyingi. Nilianza nikawa na miscarriage ya kwanza. Baada ya muda tena nikakuwa na miscarriage ya pili. Baada ya muda tena nikakuwa na miscarriage ya tatu. Na baada ya muda tena nikakuwa na miscarriage ya 4. Na niliposhika ujauzito wa 5, kawaida tu tena, ikafika wakati nikaanza kubleed. Na nilipoenda hospitali nikaambiwa na daktari, wewe tu kama kawaida yako, huyu pia amefanya nini? Ametoka. Hapo nikasema hapana. Nikaambia daktari nipatie muda kidogo. Nikatoka nje. Mume wangu alikuwa mchungaji, nikampigia simu, alikuwa ameenda kuhubiri mahali. Nikamwambia, unajua niko kwa hospitali lakini naambiwa ripoti ni ile ile tu ya kawaida. Na nikamwambia lakini leo nimekataa kukubaliana nayo.
mimi nimeamua kwa sababu daktari ameniambia hali yangu si nzuri, niweko kwa ambulance na nipeleke hospitali nyingine niende nioshwe tumbo. Nimekataa, sitaoshwa. Nimeamua mimi naenda kwa nyumba. Kile ambacho Mungu ameamua ni kwa ajili ya maisha yangu, acha kiwe hivyo. Na nilipomwambia hivyo pia akaniambia hata mimi nakuadvise usikae hapo. Enda kwa nyumba nikupate huko. Tukaunganisha imani pamoja na tukaamini tu mtoto wako, hata kama tumebleed, tukaamini tu mtoto wako wapi? Ako kwa tumbo. Baada ya muda nikakaa na nikaamua kuendelea na clinics. Nilipoenda clinic nikafanyiwa ultrasound na nikaambiwa mtoto yuko na ako hali nzuri, anapumua, hata anacheza, kwa sawa. Nikajua shetani alikuwa ameamua tena kucheza na sisi. Lakini tukashukuru Mungu, hiyo safari pia ilikuwa rahisi. Wakati wa kujifungua huyo mtoto pia karibu pia mimi nikufe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu alinisaidia nikajifungua salama. Mtoto huyo alipofikisha miezi 4, from nowhere tu nikagundua siku moja siwezi kula, siwezi meza chakula, na nikakaa hivyo mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, mpaka mwaka mzima ukaisha bila mimi kukula chochote na kuonja chochote. So ilikuwa 2023 kuanzia mwezi wa 7 mpaka 2024 mwezi wa 9 ndio tunatoka kanisani na mume wangu na tukapata ajali. Bahati mbaya yeye akaaga hiyo siku na mimi nikabaki nikiwa hali mbaya. Na ukumbuke mtoto bado ni mdogo. Lakini Mungu hakutuacha, Mungu hakuniacha mimi. Amenipigania nami sikuacha kumtegemea. Wale wenye wamekuwa kiona kwa mtandao, mmekuwa mkiniona nikihudumu nikiwa kwenye hiyo wheelchair, ni kwa sababu ninajua kule Mungu amenitoa. Wewe unaweza kosa sababu ya kumuinua. Hata leo hii unaweza ukakuwa hapa, tunajua tu ya kwamba tumekuja kuomba, lakini wengine mtangoja muambiwe muombe. Tunaye Mungu ambaye anaishi. Mimi nimemshuhudia akinitendea. Baada ya huo mwaka, kuanzia 2024 mwezi wa 9 nikawa niko chini, nilivunjika huu mguu na mfupa ikabaki kwa barabara around 13 cm ya mfupa. So the gap ikawa kubwa sana. So I had to undergo very many surgeries. So far the last surgery ya 8 nimefanyiwa ilikuwa November, and next week but 1 pia niko na ingine ya 9. Lakini nimetumainia Mungu ya kwamba hiyo ndio ya mwisho. Ndio maana nimeimba bado nafanya nini? Namuamini. Amen. Kama amenisaidia huo wakati mwingine wote mpaka sasa, anaweza akashindwa na hiyo kweli? Hawezi akashindwa na hilo. Anytime, wakati wowote unapata nafasi ya kuwa mbele za Mungu, usichukulie jambo la kawaida. Mtumikie Mungu kana kwamba hautafanya hivyo siku nyingine. Haya unayoyafanya leo, you are investing in the kingdom. Itakumbukwa wakati moja kwamba ulimtumikia Mungu. Amen. Uko na nini ya kupeana mbele za Mungu? Wakati Ezekiel aliambiwa tengeneza mambo ya kwako, manake muda wako umeisha, aligeukia ukuta na akamwambia Mungu aje kumbuka. Amen. Kumbuka. Nawe utamwambia nini? Utamwambia akumbuke nini kama hujakuwa ukimtumikia kwa uaminifu? Umejaa ujanja mwingi. Tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Tumaanishe, let's have a firm stand ya kwamba ni Mungu tu na ni Mungu. Amen. Tuinuke tu kwa miguu yetu. Inua tu sauti yako mbele za Bwana. Mimi hata sitaki umwambie maneno, mshukuru tu, mwambie asante, kwa sababu ukiwa kwenye hospitali ndio utajua watu wanaumia. Wewe Mungu amekupea pumzi, amekuwezesha umefika umbali. Inua tu sauti yako, mshukuru tu Mungu kwa sababu ya neema hiyo. Mwambie tu kwamba anastahili. Mwambie tu asante, si masaa ya kuleta hoja zingine. Mwambie tu Mungu asante kwa yale ambayo amekutendea. Ametulinda miaka hiyo yote iliyopita, ametuvusha salama. Leo hii tumeingia katika mwaka wa 2026, tunapumua, tunaweza tukatembea. Ametupa ujasiri, ametupa nguvu, ametupa afya, ametuimarisha, ametulinda, ametutunza, ametuficha katika mbawa zake. Mshukuru tu, mtukuze tu kwa maneno ya kinywa chake. Baba, mimi nimekuja tu kukuinua, nimekuja tu kukushukuru usiku wa leo kwa sababu ulionitendea kuna mwanadamu angeweza kuyatenda. Unapita fahamu za wanadamu, unapita mawazo ya wanadamu. Muujiza ulionitendea ni muujiza mkuu. Siwezi chukulia tu jambo la kawaida, siwezi chukulia tu jambo la kawaida. Siwezi kukulinganisha na fedha za duniani, siwezi kukulinganisha na manukato, maana hata wewe ni zaidi ya manukato.
manukato. Siwezi kukulinganisha na wakuu wa duniani, maana wewe unaitwa mfalme wa wafalme. Siwezi kukulinganisha na wakanga wa duniani, maana wewe ni mganga wa wakanga. Siwezi kukulinganisha na matabibu wa duniani, maana wao kama wanadamu hufika mwisho, lakini wewe kama Mungu hakuna linalo kushinda. Wakati magonjwa yanatokea yaliyo sugu, yanashinda hata matabibu wa duniani, wewe Bwana unayatatua. Wewe Bwana unatupigania. Korona ilikuja ikamaliza wengi, lakini sisi ukatuhifadhi Bwana, ukatupa neema ya kuishi mpaka sasa. Hatuchukulii jambo la kawaida Jehova. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mesia.